yaje kupitia fursa hii ambayo inakuja? Vijana wajitokeze kwa wingi. Ndio. Wajitokeze kwa wingi kushiriki na wenzao wote kwa ujumla, wao na wazazi wenzao. Ndio. Kuwaona pia watoto wetu ambao watacheza laiki. Na kuwa sehemu ya shamra. Ule uwanja unatakiwa ufurike. Waje kwa wingi. Wawe kioo cha vijana wengine wa Tanzania. Jinsi ambavyo vijana wa mkoa wa Rukwa ni wazalendo. Hii itakuwa nafasi nzuri ya wao kuonyesha wenzao uzalendo na uadilifu wao kwa nchi yao. Kwa mila na desturi zetu na utamaduni wetu. Ndio itakuwa jambo zuri sana. Itakuwa jambo zuri na jinsi wanavyoeleza. Tena wao ndio wanatakiwa watoke kwa wingi. Kwa wingi sana. Kwa sababu ni shughuli tunafanya 3 kwa mara moja. Kwanza tutakuwa tuna wiki ya vijana ambayo inahusu wao kwa asilimia 100. Yes, ambapo hapo watapata elimu mbalimbali. Kwa sababu tutakuwa na vijana karibu 600. Vijana 600. Yes, kutoka kwenye halmashauri na wilaya zote nchini kuja kuonyesha juzi mbalimbali walizonazo. Kwa hiyo pale kutakuwa na fursa ya kujifunza teknolojia mpya, lakini tutakuwa na kongamano pia linalohusiana na vijana tu. Ambapo kutakuwa na mada mbalimbali na tutakuwa na wakufunzi mbalimbali katika hilo wiki la vijana. Lakini tutakuwa na mambo mengi yanayohusiana na vijana kama vile masuala ya jogging, marathon, yote haya tutakuwa na. Yote yatakuwepo. Yes, na pia tutakuwa na burudani mbalimbali. Tutawaleta wasanii mbalimbali watakuwepo pale kwa ajili ya kutumbuiza vijana. Sawa. Mheshimiwa, kuna kitu ulikuwa unaendelea kuzungumza. Lakini kabla ya hicho au baada ya hicho pia tuende mbele kidogo, tuangazie pia swala lingine hapa. Wito kwa taifa kuhusiana na Rukwa, mkoa huu kupata fursa hiyo ya kipekee kabisa, Mwenge wa Uhuru kuja kuzimwa hapa. Unatoa wito gani kwa taifa kwa ujumla, kwa sababu uliwashwa lakini unakuja kuzimiwa katika mkoa wetu ambao ndio mkoa wako wewe mwenyewe? Wito kwa taifa unazungumzaje? Kwanza ni jambo la kawaida. Kila mwenge unapozimwa, waziri mwenye dhamana huwa anatangaza kwamba kwa mwaka unaofuata au tuseme msimu unaofuata wa mbio za mwenge, mwenge utaanzia mkoa fulani, utazinduliwa na utashuka mkoa fulani. Wito wangu kwa wenzangu wengine wote, labda nipitie kwa wakuu wa mikoa wenzangu kwamba siku hiyo wao wana ratiba ambayo watawaacha wananchi wao waende kwenye vyombo vya habari waangalie hasa runinga waangalie Rukwa tunavyofanya, au sio? Maana sisi huko tunaitwa jogoo wa shamba. Sasa wasiwakoseshe wananchi wao kutuona jogoo wa shamba tunavyofanya. Jinsi anavyowika. Na mimi mwenyewe nikiri kwamba mimi ndio jogoo wa kwanza kiongozi mkoa wa Rukwa. Tuko hapa tunataka tufanye vitu wavione. Kwa hiyo wakuu wa mikoa wenzangu wana ratiba nzuri, wasiwazuie wananchi wao kutuona tunavyofanya mambo yetu. Mambo ya wazi. Ndio kabisa. Kwa hitimisho, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na unazungumziaje swala hili? Sijui nikupe nafasi wewe kwanza. Asante. Na katika mambo mengi aliyozungumza Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa, mimi naomba tu niwakumbushe wananchi wa mkoa wa Rukwa kuhusiana na ujumbe mkuu wa Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026 ambao unasomeka: amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Kwa hiyo naomba niwakumbushe tu wana Rukwa kwamba Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa kuleta maendeleo. Lakini tutakapopokea mwenge tarehe 10, mwenge utakimbizwa kwenye halmashauri zetu zote 4 kama ilivyo kawaida. Na tutaupokelea mkoa wa Songwe, utaanza mbio katika halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga, halafu utakwenda halmashauri ya wilaya ya Kalambo, utakwenda Nkasi tarehe 12 na tarehe 13 utakuwa unakimbizwa katika halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga. Tunawaomba wananchi maeneo yote ambayo Mwenge wa Uhuru utapita na kuzindua miradi, kukagua na kuweka mawe ya msingi, wajitokeze kwa wingi ili serikali kama alivyosema sisi tunatambulika kama jogoo wa shamba. Wasijute kwa nini wameuleta Mwenge wa Uhuru kuja kufanyia kilele chake katika mkoa wa Rukwa. Yes. Ikiwezekana hata wavunja mwiko waseme kwa mwaka ujao pia utazimiwa hapa. Mimi na imani sana na wananchi wa mkoa wa Rukwa, wako makini sana. Halafu ni wamoja kabisa. Na hii imekuwa heshima kubwa ambayo wizara imeweza kutupatia. Waziri mwenyewe
mwaka jana aliyetamka kwamba mwenge utazinduliwa mwaka huu katika mkoa wa Kusini Pemba na utafanyiwa kilele katika mkoa wa Rukwa, alikuwa Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Sasa hivi mama amechange gear, Ridhiwani yupo utumishi. Lakini tuna waziri mwingine kijana sana, mzuri sana. Nilimuona kwa mara ya kwanza kwenye vyombo vya habari, lakini ana kwa ana nilimuona Pemba. Kijana yupo mzuri, anasimamia na tunawasiliana naye vizuri sana. Sawa kabisa. Naye atakuwa, unajua atakuwa kati ya watu wa mwanzo kufika hapa. Ndio. Sawa. Mpaka hapo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi tunashukuru sana kwa ujio wako katika siku ya leo na kueleza historia nzuri kabisa ya mwenge huu wa uhuru. Na story nyezo nyingi tumezipiga hapa kupitia baraza hili. Na moja kwa moja hili ni baraza na umetumia muda kuzungumza vizuri katika baraza hili pia. Ndio. Na wana baraza pia ambao wananchi wenyewe bila shaka wamefurahi sana kukusikia pia na kutoa historia fupi juu ya mwenge wa uhuru na kile ambacho umekieleza, fursa za kiuchumi, wito kwa vijana na jinsi ambavyo mmeandaa shughuli hii kubwa itakavyokuwa. Bila shaka mabaraza yote yanayotusikiliza muda huu yamesikiliza vizuri, kwa tutegemea matokeo mazuri kwenye kile ambacho umekuja nacho katika baraza hili la 93.3 Ndingala FM. Sisi tunakushukuru sana kwa ujio wako, lakini mara nyingine tena unapotaka kuja, kwa sababu mwezi wa 10 ni mbali kidogo, unaweza karejea tena kwa ajili ya kuja kuzungumza na sisi, hasa siku zikiwa zimekaribia. Mimi nashukuru sana mmeweza kutupa nafasi. Kabisa. Mimi na afisa habari wangu wa mkoa kabisa. Bi Hadija, huyu ndio afisa habari wangu wa mkoa. Ndio. Sisi wakuu wa mikoa ni kama kiraka. Ndio. Kesho utanikuta uhamiaji, uko sehemu nyingine kabisa. Mara utanikuta faya, mara utanikuta kwenye tiba, mara utanikuta kwenye elimu, mara utanikuta na amua migogoro ya ardhi. Lakini kila idara ina bosi wa idara husika katika mkoa. Sasa hii habari huyu usimchukulie poa, huyu ndio mwenyewe huyu sasa. Kabisa. Afisa habari wangu wa mkoa huyu. Kabisa. Na nimemuona pia. Ndio. Sasa mimi niseme jambo moja la mwisho. Karibu. Kwa sababu hili ni baraza. Ndio. Usiposemea kwenye baraza, watu wanaweza kukuona sehemu wakakushangaa, wakakuelewa vibaya, au sio bwana? Kabisa. Mkoa wetu bado huko nyuma kidogo katika malazi. Kuna mikoa kama Mwanza, Mbeya, Arusha, Dar es Salaam. Ni mikoa ambayo kwenye malazi iko vizuri zaidi. Ndio. Hata Dodoma pia nao wamepiga hatua. Sisi pia tutafika huko. Ndio. Lakini bado tuko njiani. Mambo mazuri haendi kwa haraka. Napenda polepole. Lakini kwa wakati huu tutaweza kupokea wageni wote, isipokuwa tumeshafanya maamuzi, kwa sababu viongozi wote wa kitaifa wanafika. Sasa sisi viongozi wote wa mkoa hapa, wote wenye nyumba nzuri wote tunaondoka kwenye nyumba zetu ili kupisha wageni. Kabisa. Nyumba zetu zinaendelea kukaguliwa na tunaendelea kushauriwa na usalama wa taifa wenyewe taifa. Ndio. Kwa sababu wao ndio jukumu lao la itifaki ya wageni wa kitaifa. Wao wataamua nyumba zetu watakaa nani, zile tutakazoondoka. Wao watatuambia wanahitaji nyumba nyingi kiasi gani na zikae katika mazingira gani. Kwa kuna nyumba zina rambo sasa hivi. Kuna Hadija huyu anakaa kwake, zile za serikali zile. Lakini mheshimiwa ajapokuwa anakaa kwangu, hata kutokana na hiyo changamoto unayoelezea, hata wale wenye nyumba binafsi, kama unaye ndugu yako ambaye labda yuko Dar es Salaam ana nyumba hapa na haitumii, awasiliane na sisi kupatia hamasa, kwa sababu tunaomba ile nyumba iwe vizuri mpaka ipendeze. Ni fursa nyingine hata mpaka nani wenyewe taifa waseme unaweza kutupisha kwenye nyumba yako kama mheshimiwa. Lakini mkimwona usoni ana nyumba nzuri ila tunasema mwenye nyumba nzuri kama anayo awasiliane na sisi. Tutaitengeneza mpaka wenyewe waseme kwamba makamu wa pili wa rais wa Zanzibar atafikia hapo. Atakuja akai zaidi ya siku 2, tunakurudishia nyumba yako hapo tena hapo. Sawa. Kimeingia tena. Kwa hiyo ni fursa sababu kubwa kabisa. Kwa hiyo ndio nataka nimalizie kwa kusema
jamaa yenu mkinikuta guesti msinielewe vibaya. Unaenda guest kwa mambo mlio unaenda guest tafanyaje? Mimi sharti nitakayofanya sitakwenda na nini maana guest ya Tanzania kwa makamu ndo kwa nayo mimi nikienda na mimi guest itaningangania. Kwa hiyo kitakachokudai ni kitambulisho cha nini wakati wa kupokea mwenge cha mzee mwingine afia guest. Kwa hiyo utakwenda na kitambulisho cha NIDA tu. Ndio. Mheshimiwa, tunashukuru sana. Na fikisheni jamaa zangu, ndio wananchi wanaruko wenzangu, fikisheni taarifa ili tuwe wamoja wakati wote mpaka tutakapomaliza kupokea mwenge. Kabisa. Asante sana. Basi tunashukuru sana, tunawatakia tena fursa nyingine mpatapo nafasi, basi karibuni tena kwa ajili ya kuzungumza tena. Kila muda ukipita kidogo tunakuja kukushukuru sana. Basi niwatakie majukumu yaliyo mema. Asante sana.